Msifu Yesu Kristo. Leo ni Jumapili ya 7 ya Pasaka, mwaka C wa kanisa, na tunaadhimisha sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 11. Somo la pili linatoka katika waraka Mtume Paulo kwa Waefeso, sura ya 1 aya ya 17 hadi ya 23. Na Injili takatifu inatoka kwa mwinjili Luka, sura ya 24 aya ya 46 hadi ya 53. Tutaongozwa na Injili takatifu katika tafakari yetu. Kwa namna ya pekee maneno haya: akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Na ikawa katika kuwabariki, alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Wapendwa ndugu zangu, hili ni neno ambalo linatuonesha jinsi Yesu alivyopaa kwenda kwake mbinguni. Na leo hii tunasherekea kupaa kwa Bwana mbinguni. Ndugu zangu, tendo la kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni ni kilele, ni ishara na ni uthibitisho kwamba kazi yake iliyomleta hapa duniani, kazi ya ukombozi, imetimilika. Ameitimiza kazi yake iliyomleta na sasa anaondoka kurudi kwa Baba yake. Kumbe Bwana wetu Yesu Kristo alitumwa na Mungu Baba yake kuja ulimwenguni ili kufanya kazi ya ukombozi, kuwakomboa wanadamu. Na kazi hiyo alianza mara na kuitimiza. Alitimiza kazi yake katika matukio yafuatayo. Kwanza, kwa kule kujifanya mtu, kuzaliwa mwanadamu ili apate kuwa Mungu mtu, yaani Imanueli, Mungu pamoja na watu wake. Hiyo ilikuwa ni hatua kubwa sana ya ukombozi wa mwanadamu. Yaani Kristo Yesu akajifanya kuwa Mungu anayeishi kati ya watu wake. Toka hapo alipoingia katika ubinadamu wetu kwa njia hii ya umwilisho, hakutoka mpaka leo ni Mungu mtu, ni Mungu anayeishi na watu wake. Pili, alifanya kazi yake hiyo ya ukombozi kwa kufundisha. Alifanya kazi kubwa ya kuwafundisha wanadamu. Huyu ndiye aliyetufunulia na kutufundisha habari za Mungu Baba yetu. Ndivyo tunavyosoma katika Injili ya Yohane, sura ya 1 aya ya 18. Hakuna mtu aliyemuona Baba wakati wowote. Mungu Mwana peke yake aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Kwa hiyo Kristo Yesu alifanya kazi kubwa ya ukombozi kwa kutufundisha habari za Mungu Baba yetu. Lakini pia alifanya kazi hii ya ukombozi kwa kuteswa kwake, kuteswa sana, hata mateso ya msalaba. Alifanya kazi hiyo ili kuhakikisha kwamba anatulipia dhambi zetu na kutukomboa kutoka huru, kutuweka huru dhidi ya mapigo yaliyokuwa yakitungojea. Tunasoma katika kitabu cha nabii Isaya, sura ya 53 aya ya 1 aya ya 5 hadi ya 6. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo mapigo yote yaliyompata pale msalabani, kabla na pale msalabani, yote yalikuwa ni kwa ajili ya ukombozi wetu. Kwa hiyo alitimiza kazi yake vyema ya ukombozi kwa njia hii ya mateso. Lakini Bwana wetu aliendelea kuifanya kazi ya ukombozi pale alipouawa. Maana aliuawa pale msalabani, aliuawa tena kifo cha msalaba ili apate kufutilia mbali kifo, ili apate kufutilia mbali kifo. Maana kifo kilikuwa ni sababu ya woga, masikitiko na majonzi pamoja na kupotea milele kwa watu wa Mungu. Lakini sasa kwa kifo chake amekomesha hayo yote. Amekigeuza kifo kwa sababu ya furaha kuu, furaha ya milele, kwa kukifanya kifo kuwa njia yetu ya kumfikia Mungu Baba yetu aliyeko huko mbinguni. Kwa hiyo alikishinda kifo.
hivi kwa kukishinda kifo ametukomboa sisi na kifo na majonzi na hatari zote zilizokuwa zimetukabili, na badala yake amekufanya kifo kuwa njia yetu ya kuupata uzima wa milele, wa kuupata mbinguni. Kwa hiyo kwa kazi yake hii ya kifo, kazi yake ya kutukomboa kwa njia ya kifo, ametupa matumaini mapya. Lakini pia alifanya kazi hiyo ya ukombozi kwa njia ya kushuka kuzimu ili awafungue wale mateka waliokuwa huko na kuandika huru. Tunasali katika sala yetu ya kanuni ya imani, akashukia kuzimu. Kwa hiyo alishukia kuzimu ili kuandika huru, kuwaweka huru wale waliokuwa wamekufa na ni mateka kule kuzimu. Kwa hiyo ameifanya kazi yake vyema kwa njia ya kushuka kuzimu na akaitimiza vyema. Lakini pia aliendelea kuifanya kazi ya ukombozi kwa kufufuka katika wafu, ili kwa kufufuka huko sisi tupate kuishi milele kwa jinsi tulivyokuwa wana wa ufufuko, na tuvikwe utukufu wa ufufuko wa milele. Kwa hiyo kwa njia ya ufufuko wake ameifanya kazi ya ukombozi wetu na kutuvika sisi utukufu wa ufufuko, maana sisi ni wana wa ufufuko, kwa kuwa Kristo Bwana wetu ni ndugu yetu. Alipofufuka ni kwa ajili yetu, ametufanya kuwa wana wa ufufuko. Ameifanya vizuri kazi yake ya ukombozi. Lakini hatimaye ndugu zangu, anaikamilisha kazi yake hii ya ukombozi kwa kupaa kwake mbinguni, kwa kupaa huko alikokuwako tangu mwanzo, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hii ni ishara kuwa ameikamilisha na kuitimiza vyema kazi ile aliyoijia hapa ulimwenguni. Kumbe kwa sababu hiyo kazi iliyomleta ameimaliza, sasa anarudi kwa Baba yake. Tutafakari na kuangalia kidogo sababu za yeye baada ya kukamilisha kazi yake kuondoka. Kwa nini asingeweza kubaki hapa? Kwa nini aliondoka? Moja, aliondoka ili aende huko mbinguni akatoe ripoti ya kazi yake ya ukombozi kwa Mungu Baba yake aliyemtuma. Na hii ni ishara pia kwamba kila aliyeletwa hapa ulimwenguni anapaswa kutimiza kazi ya ukombozi wake, na mwisho wa maisha haya itampasa kutoa ripoti yake kwa Mungu Baba ikiwa utafanikiwa kufika mbinguni. Kumbe ametuonesha njia namna ya kufanya ili kufika mbinguni. Ni lazima kutoa ripoti ya kazi yetu hapa ulimwenguni. Kumbe alipaa mbinguni ili akatoe ripoti yake, ripoti ya kazi yake, ripoti ya ukombozi kwa Mungu Baba yake aliyempeleka. Lakini pili, ili apate kupokea tuzo la utukufu kwa ushindi wake kwa kazi aliyoitimiza hapa ulimwenguni, kazi ya ukombozi, kazi ya ukombozi. Tunaposoma katika Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 5, alipokuwa ameikamilisha kazi yake, anaomba na kusema na kumwambia Baba yake, unitukuze kwa utukufu ule niliokuwa nao kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo alitamani baada ya kazi hii aondoke akapokee utukufu wake, arudie kiti chake cha enzi, apokee sifa, tuzo na heshima ambayo anaistahili. Ilimpasa kupaa mbinguni. Lakini tatu, ili apate kutuandalia makazi kule kwa Baba mbinguni. Ameenda ili atuandalie makazi huko mbinguni kwa Baba, maana sisi ni ndugu zake. Hapa si mahali pa wana wa Mungu hapa duniani. Mbinguni ndiyo mahali pa wana wa Mungu, maana huko ndiko nyumbani kwa Baba yetu. Ameenda kutuandalia makazi nyumbani kwa Baba yetu. Lakini pia amekwenda mbinguni, amepaa mbinguni ili apate kumtuma Roho Mtakatifu, ili apate kumtuma Roho Mtakatifu kwetu kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya kanisa. Kumbuke kwamba Roho Mtakatifu anakuja na mapaji yake 7, awatie nguvu wanafunzi, awaongoze, awaelekeze, awape hekima, awafundishe hata yale ambayo Kristo hakuyakamilisha, na kila kitu hakikishe anawawekea wazi. Kwa hiyo ilimpasa kupaa ili amtume kwetu huyo Roho Mtakatifu.
lakini pia amepaa kwenda mbinguni ili apate kutuingiza sisi katika familia yake ya Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hivyo kwa ubinadamu wetu aliyoutoa yeye, ubinadamu wetu aliyoutoa yeye, anatufanya sisi kuwa sehemu ya familia yake ya mbinguni. Kwa hiyo basi sisi kiroho tayari tunayo amana ya uraia wa mbinguni, kwa maana Kristo binadamu mwenzetu aliyeutoa ubinadamu wetu kwa ajili yetu, basi anatuwakilisha katika familia ya mbinguni kwa ubinadamu wake. Kwa hiyo ilimpasa kupaa ili sisi tuwe sehemu ya familia ya mbinguni. Lakini pia amepaa mbinguni ili kwa kuondoka kwake sisi tujifunze kuupambania wokovu wetu, tukimkimbilia Mungu Baba yetu kwa maombi na sala katika Roho Mtakatifu kwa njia ya Kristo Yesu, ambaye daima yuko mbele za Baba akituombea. Kumbe bila kuondoka tungetegemea yeye awe anatufanyia kila kitu, lakini sasa kwa kuondoka kwake anatufundisha kufanya kazi kwa ajili ya wokovu wetu. Ni ngumu kufanya kazi kwa mikono yetu sisi wenyewe tukafanikiwa. Tunahitaji nguvu ya Mungu Baba yetu wa mbinguni. Tutaipata kwa njia ya sala, kwa njia ya kuomba katika Roho Mtakatifu, na kwa njia ya Kristo Yesu aliye mbele ya Baba. Kwa hakika tutaupata huo wokovu. Tunachohitaji bidii. Lakini amepaa mbinguni ili kutufunza na kutufundisha kuwa hapa duniani sio nyumbani. Hapa duniani ni ugenini, ni njia ya kupita tu kuelekea kwetu. Kwetu sio hapa, kwetu ni mbinguni. Yeye alikuja, akaikamilisha kazi yake, akarudi kwake. Ndivyo anavyotaka sisi aliyotuleta tuifanye kazi yetu vyema, tuikamilishe na turudi kwake, huko tuliko kuwako kabla ya kuumbwa kwetu. Hivyo basi anatuashia tamaa kubwa ya kukamilisha vyema kazi ya ukombozi wetu, ili tuweze kufika huko mbinguni ambako yeye ametutangulia. Wapendwa ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo amepaa ili apate kutufungulia milango ya mbingu, ili kwamba kama yeye alivyotoka kwake akashuka kwetu huku chini, atupe nasi kwa njia ya kuzifungua mbingu uwezo wa kutoka huku kwetu na kupaa kwenda kwake kule aliko mbinguni. Ni mabadilishano ya ajabu, lakini ndivyo alivyotaka iwe. Ameshuka akaja kwetu na anataka sisi tupande kutoka kwetu twende kwake. Hapo tutakuwa tumeukamilisha ule umoja uliopo kati yetu sisi na yeye. Kwa hiyo ndugu zangu, tufanye kazi kwa ajili ya wokovu wetu, maana kufika mbinguni sasa inawezekana, na Kristo Yesu ametutangulia huko ili kutuonesha kwamba yanawezekana. Mwisho ndugu zangu, kuna mambo kadhaa. Mwisho kufanya shangwe siku hii ya leo, kusherehekea, inatupasa sana, kwa sababu yote yaliyotendeka, hata hii kupaa mbinguni, ni kwa faida yetu. Kwa hiyo tusherehekee na tumshukuru Mungu kadri ya tafakari tuliyoisikia. Faida za Bwana wetu Yesu Kristo kupaa mbinguni kwetu sisi ni kubwa mno. Kwa hiyo tusherehekee kwamba Bwana wetu ameenda. Pili, tunapaswa kusherehekea na kumpongeza Kristo Yesu kwa kuwa amelitimiza lengo lake. Amefanya kazi yake kwa ukamilifu na kuitimiza. Kazi ameiacha kwetu, kwamba sisi nasi inatupaswa kufuata lengo letu. Tunaposoma katika katekizimu yetu, tunafundishwa kwa nini Mungu alituumba: tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni. Hilo ndilo lengo tuliloumbiwa. Yeye lengo lake amelikamilisha na akapaa mbinguni. Inatupasa kukamilisha lengo letu la kufika mbinguni baada ya kumpenda sana Mungu wetu, kumtumikia sana Mungu wetu hapa duniani, kumjua sana Mungu wetu hapa duniani, ili tuweze kufika huko mbinguni. Basi na tufanye kazi kutimiza lengo letu,
ili tuweze kufikia mbinguni. Tuweze kufika mbinguni. 3, tufanye kazi kwa bidii na kwa uaminifu ili kutimiza kazi ya wokovu ndani mwetu. Ingawa Kristo ameifanya kazi ya wokovu kwa ukamilifu, ameiweka wazi kwa ajili ya kila mtu. Ile kufanya wokovu uwe wako ni kazi yako, sio kazi ya Kristo. Yeye ameuleta wokovu akakuwekea hapo, ni kazi yako kunyosha mkono wako na kuchukua. Kwa hiyo ni lazima tufanye kazi kwa nguvu zote, kwa neema ya Mungu, ili kuleta wokovu huu wa Kristo ndani yetu. Tufanye uwe wetu, na hapo ndipo tutaweza kumfuata huko mbinguni alikotutangulia. Mwisho kabisa, wapendwa ndugu zangu, tuombe kifo chema. Tuombe kifo chema, kifo kilichotukuka, kifo kilichojaa amani na furaha. Tuombe kifo cha neema, neema itakayotuongoza katika utukufu wa Mungu wetu, tukamuone na kuishi naye Kristo Bwana wetu, ambaye ametutendea makuu na yuko mbinguni, anatuita, anatukaribisha ili siku moja tuweze kufika kwake. Heri ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Msifu Yesu Kristo.